Ni mimi msimuliaji wako Mr. JK. Usisahau kusubscribe, like, share and comment ili kuendelea kupata stori zetu kali Kilinge cha Kafara. Part 1. Sauti ya usiku. Mvua ilikuwa ikinyesha kwa nguvu, huku upepo ukitikisa miti ya kijiji cha Mlolo. Saa 6 za usiku, ghafla, kilinge kikubwa cha zamani kilichokuwa juu ya mlima kilianza kulia. Gong, gong, gong. Kila aliyesikia alitetemeka. Halafu sauti nzito ya kutisha ikasikika kutoka gizani. Josh, wewe ndiye umebaki. Ndani ya kanisa dogo la kijiji, mchungaji kijana aliyeitwa Josh alifungua macho kwa mshtuko. Mishumaa ilizimika yenyewe. Mlango ukajifunga kwa kishindo. Nje, watu walikuwa wanapiga kelele. Mwingine amepotea! Josh akakimbia nje huku akibeba Biblia yake. Lakini alipofika uwanja wa kijiji, damu ilikuwa imeandikwa chini kwa herufi kubwa. Kafara ya mwisho ni wewe. Wakazi wakaanza kukimbia ovyo. Watoto walilia. Mbwa walibweka kuelekea mlimani. Na hapo ndipo Josh alimuona. Mzee mmoja mwenye macho mekundu, fimbo ya mifupa na ngozi iliyofunikwa kwa majivu meusi. Alikuwa ni mchawi aliyeogopwa kuliko wote. Mzee Kafunyo. Mzee huyo akacheka kwa sauti nzito iliyotikisa kijiji. Nilikwambia zamani, hakuna anayeshinda kilinge cha kafara. Josh akamkazia macho. Nguvu ya Mungu haitashindwa na giza. Lakini kabla hajamaliza, kilinge kikalia tena. Safari hii kilitaja jina jingine, Mariam. Na ghafla, msichana mmoja akaanza kutembea mwenyewe kuelekea msituni kana kwamba amelogwa. Miaka 2 nyuma. Kijiji cha Mlolo kilikuwa na amani kubwa. Hakukuwa na anayejua siri iliyojificha kwenye mlima wa nyuma ya kijiji. Wazee walikuwa wakisema, usipande mlima baada ya jua kuzama, utasikia kilinge. Lakini vijana hawakuamini. Siku moja watoto walikwenda kuwinda ndege msituni. Ndipo walipoliona kilinge kikubwa cha shaba kilichofungwa kwa minyororo na damu zilizokauka. Na nyuma yake kulikuwa na maandishi, atakayekiita atalisha roho. Usiku huo mtoto mmoja alipotea. Kesho yake jina lake likasikika kwenye kilinge. Na hapo ndipo hofu ilianza. Tangazo maalum. Kabla hatujaendelea, kama unatafuta viatu vya kike vya kisasa, open shoes za aina mbalimbali zenye muundo wa manyoya, kamba za juu, rangi ya chui, punda milia na fashion kali sana, basi karibu sana kwa Mabagara Shoes. Unapata viatu vya kila aina kwa wanawake wa kisasa wenye kupenda mvuto na ubora. Kwa mawasiliano, WhatsApp 0656998954. Simu ya kawaida 0674687509. Email pauljohnmabagara@gmail.com. Free delivery popote ulipo. Mzigo unakufikia. Karibuni sana wateja wetu. Karibuni sana sana. Mwendelezo. Baada ya siku chache, Josh aliitwa kijijini kusaidia maombi. Lakini alipofika tu, aliona kivuli kikitembea juu ya paa la nyumba. Kivuli hicho kilikuwa hakina uso. Usiku ulipofika, Josh alisikia mtu akigonga dirisha lake polepole. Toa, toa, toa. Alipofungua pazia, hakukuwa na mtu. Lakini kwenye ukuta wa nje kulikuwa na maneno ya damu. Usiingilie kazi ya kafara. Josh akaanza kuelewa kuwa kuna mtu ndani ya kijiji alikuwa akitoa watu kafara ili kupata nguvu. Na mtu huyo alikuwa karibu sana. Lakini nani? Usiku huo wa manane, kilinge kikaita tena. Josh! Na sauti ya mwanamke ikalia kutoka msituni. Usije huku.
wote tutakufa. Itaendelea part 2